na ni mfalme juu ya wote wenye kiburi. Na ni mfalme juu ya wote wenye kiburi. Ni nani huyo? Mungu anamsemea mamba. Nini? Yeye anatazama vilivyo juu. Vilivyo juu. Yaani maana yake anajiona kila kitu anajua. Kila kitu hiki ninacho. Hiki ninacho. Uwezo ninao. Kwa nini? Anasema vilivyo juu. Lakini anguko lake, anguko la kiburi ni kifo. Nini? Utaondoka kabla wakati wako. Utaondosha kabla wakati wako. Kwa nini? Sababu tayari tunapozinua hatuchukua nafasi ya Mungu. Maana yake nini? Mungu anaachilia adhabu. Kwa Mungu anaachilia adhabu juu yako. Lakini utakapotengeneza, sema Mungu nisaidie, Mungu nieleshe, Mungu naomba neema yako unisaidie, Mungu naomba neema yako niondolee kiburi ili niweze kukaa karibu na. Maana yake Mungu hatakufanya kuweza kuwa mtu sahihi. Sasa nimeandika hivi, roho ya kiburi ina uwezo wa kusikiliza neno. Nimetafasiri, ina uwezo wa kusikiliza neno na kuwa na mipango mingine kwa wakati mmoja. Roho ya kiburi ina uwezo wa kusikiliza neno la Mungu, ina uwezo wa kusikiliza neno la Mungu na kuweka mipango mingine. Kwa Kiswahili chepesi, roho ya kiburi ina uwezo wa kusikiliza neno la Mungu na kufanya mambo yake. Naweza nikatafasiri, ana uwezo wa kusoma neno la Mungu lakini akatenda tabia zake za asili. Ndio roho ya kiburi inafanya kazi. Kwa hiyo nini? Maana yake ina uwezo. Unaweza kusikiliza neno vizuri kabisa, analielewa, lakini ana tabia mbaya iko ndani yake, kiburi. Ana mambo yake tena. Maana yake nini? Roho ya kiburi inafanya kazi. Maana yake nini? Anasikiliza neno, anatafuta neno, lakini ana mambo yake. Kwa hiyo, ukiwa na roho ya kiburi ni mbaya sana. Maana yake nini? Inajua neno na inafanya mabaya. Ya neno la Mungu unalijua na unafanya dhambi wakati mmoja. Ndio roho ya kiburi. Unajua neno la Mungu na unafanya dhambi. Kwa kana roho hii, maana yake nasema kama kanisa tutengeneze. Maana yake nini? Neno la Mungu unajua lakini bado unatenda dhambi. Ni moyo wa kiburi, roho ya kiburi hii. Ndio ambayo shetani anaitumia sana mkanisani. Kwa shetani atatufunga sana kwa roho ya kiburi. Maana yake nini? Ana uwezo wa kufanya ulisikie neno vizuri, lakini dhambi iko pale pale. Unafanya dhambi na huko kanisani huko, roho ya kiburi inafanya kazi. Unatenda dhambi huko, unakuja kwa kanisani ni mtakatifu, mtaani ni mpagani. Roho ya kiburi. Maana yake neno la Mungu unalijua na maisha nayo unayajua. Maana yake tukua mtaani unaishi kimtaa, roho ya kiburi inafanya kazi. Kwa kana roho hiyo kama mtu wa Mungu nikiwaza sana. Sema, yaani mamba huyu ana uwezo kukaa kwenye maji. Anakaa kwenye maji na anaweza kukaa nchi kavu huyo mamba. Kwa ndipo mtu wa Mungu ukivamiwa na roho ya kiburi, unaweza kusikia neno la Mungu lakini unakaa mpagani. Ndipo mamba alivyo. Mamba anaweza kaa kwenye maji, akitoka kwenye maji anakaa nchi kavu. Anakaa nchi kavu, anaweza kaa kwa muda mrefu sana. Kwa hiyo kuna muda roho ya kiburi ikinuka ndani yako, unasema sende maisha yangu, sende mambo yangu. Tulikuwa mtaani, wewe ni mpagani, unatenda maovu unapotaka, unagaragara mtaani. Ukija kanisani, unajua neno la Mungu unajua sana. Sasa ndipo shetani anafunga wengi. Kwa roho ya kiburi, maana yake inakufanya wewe maisha ninayojua, neno la Mungu ninalijua. Kwa hiyo kanisani unajua kila kitu, ukiwa mtaani unajua sana kila kitu. Tutaponea wapi kama kanisa? Kanisa tutapotea kama hatutaelekea mbele za Mungu. Kama hatutarudi kwenye mstari wa Mungu, tutakuwa ni watu wenye maigizo. Tutakuwa tunaigiza, sema nika kanisani ni mtakatifu.